Unapoomba unakuwa ukifungua neema ya Mungu kwako. Na neema ni nini? Neema ni nini? Ni Mungu kukusaidia, ni Mungu kwa upande wako. Unajua Biblia inasema ya kwamba mateso ya mwenye haki ni mengi sana, lakini Bwana humponya nayo yote. Ile Bwana kumponya nayo yote ndio inayoitwa neema. Waebrania 4 mstari wake wa 16 inatuonyesha wazi ya kwamba tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupate rehema na neema itakayotusaidia siku kwa uhitaji. Yaani mtu ambaye hana maombi ni mtu ambaye neema haitakuwa juu yake, lakini unapoomba Mungu anakuwa anaachilia neema yake, na neema yako inakusaidia. Bwana asifiwe. Umuhimu wa tatu tulisema ya kwamba maombi yanamruhusu Mungu ayatimize mapenzi yake. Labda utaniuliza mtumishi, je, Mungu anahitaji tumruhusu ili atusaidie? Ndiyo, Mungu anahitaji ruhusa yako. Bwana asifiwe. Ukisoma Biblia yako katika ile Zaburi ya 115 na mstari wa 16 utaona wazi ya kwamba Mungu anahitaji ruhusa yako. Bwana asifiwe. Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba mbingu ni mbingu za Bwana na nchi amewapa wanadamu. Mungu amesema ya kwamba mbingu ni mbingu zake na nchi ndiyo yetu sisi wanadamu. Inafananishwa na mzazi ambaye amejenga nyumba yake na amegawia kila watoto chumba cha kwao. Hata kama mzazi ni mzazi ndio, na nyumba ni ya kwake na gharama ni yake, lakini hawezi ingia nyumbani mwako na haujamruhusu hivi. Hawezi ingia chumbani mwako na hajabisha mlango. Na utajuaje kama Mungu anabisha mlango kwako? Utasikia shauku ya maombi ndani mwako. Utasikia kama vile anakuitisha kwenye kuomba. Unaposikia msukumo wa maombi, ujue ya kwamba Mungu anataka aje kwako, lakini anataka umfungulie mlango. Anataka aje akusaidie. Na ndiyo maana utaona ya kwamba Mungu asingelihitaji ruhusa. Biblia haingelisema ya kwamba Yesu asingeliambia wanafunzi ya kwamba wamwambie tuombe Baba ya kwamba yatimize mapenzi yake. Biblia inasema ya kwamba Biblia inasema ile Mathayo sura 6 mstari wa 9 na 10 ya kwamba mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Ina maana Mungu mapenzi yake yanaenea mbinguni. Mapenzi yake yanatimizwa na viumbe vya mbinguni wanafaidika na zile faida za mapenzi ya Mungu. Lakini tatizo ni kwetu sisi ambao tunakaa nchini. Tunatakiwa tumuombe Bwana ili kwamba mapenzi yake yapate kutimia kwetu. Bwana asifiwe.